Mimi naitwa Jackson Sekiete, ni kutoka idara ya mawasiliano katika jimbo la Tanzania Rift Valley Field. Tuko kwenye kipindi cha makambi mahali. Tumeona ni vyema tukatembea kidogo, tukaja hapa kwenye makazi ya mchungaji mstaafu. Mchungaji ambaye ametumika kwa takribani miaka zaidi ya 40, si mwingine ni mchungaji Elisante Mkiramwene. Mchungaji, tunataka kusikia hekima zake, tujue pia makambi ya kipindi hicho na sasa yeye anaonaje. Mchungaji, hongera. Amina. Miaka ile ya 80, 90 wakati unaanza uchungaji, kambi lako la kwanza lilikuwa katika mtaa Hedaru kama tusikosei. Makambi ya kipindi kile na ya sasa unaweza kuyazungumziaje utofauti wake? Makambi ya wakati ule kwa kweli yana utofauti mkubwa kwa sababu katika vipindi vile vya miaka ya 80 mpaka 90 watu walikuwa wanajitahidi kwenda kwenye makambi, lakini hakuna anayeachwa nyumbani. Wanahakikisha kwamba kama una mifugo inabaki inahudumiwa, lakini hakuna kiumbe kinachobaki nyumbani. Watoto wote wanashiriki katika makambi. Lakini pamoja na hayo, tofauti nyingine ambayo imekuwepo ni ile ya kwamba watu wanakwenda kwenye makambi, wanaangalia tu goli tumepewa, tumemaliza. Hawaangalii uhusiano wao na Mungu, na hivyo wanakuja mikono mitupu. Na hivyo sadaka yani mtu hajali. Ana mahindi yake kama haya. Zama zile ulikuwa unachukua mahindi, unapeleka kama zaka na sadaka yako kanisani. Kwa hiyo makambi yalikuwa bora sana. Unatuambia nini sisi ambao sasa tuko kwenye makambi ya miaka ya sasa hivi, ambao sasa wewe ni mstaafu? Ninawashauri ya kwamba turudie njia ya zamani. Twende tunapotangaziwa makambi, tupange shughuli zetu, tuache kazi zetu ili tuende kwenye makambi. Watoto wetu na wajukuu wetu wakajue ya kwamba makambi ni ya muhimu sana. Hivi unaweza ukatukumbusha ni jambo gani ambalo hutalisahau kwenye maisha yako kipindi ukiwa uko kwenye makambi? Ndio. Ambalo hilo unasema hili sitalisahau kwenye utumishi wangu kanisani na hususan kwenye makambi. Ni kweli. Ni wakati nilipokuwa kwenye kambi hilo la Gavao. Alikuja mama mmoja, akasema mimi naomba muniombee, sina mtoto. Na tukaenda tukafanya maombi naye na wachungaji ambao tulikuwepo. Namkumbuka mchungaji Kihedu. Tulipofanya ombi, nikamwambia mwaka ujao, mwaka kama huu utashika mtoto. Na Bwana alifungua milango, mwaka uliofuata yule mama alishika mtoto. Makambi yana umuhimu wake. Huo ni ushuhuda tu mmoja na jambo ambalo mchungaji hatolisahau, kwamba amemwombea mtu apate mtoto kwenye makambi na akapata. Na maana kambi ilofuata yuko na mwanae. Wewe ni nani usiende kwenye makambi ukampelekea Mungu kile ambacho ni hitaji lako? Karibu kwenye makambi.